Karibu tujifunze neno la Mungu kutoka hapa Makongoro FM. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Naomba leo nizungumze jambo moja. Kama mwenye sikio atasikia, kama mwenye macho atatazama, na kama mwenye kuelewa ataelewa. Nataka nizungumze kitu gani? Sasa hivi watu hatuhubiri kweli ya Mungu. Badala yake tumekuwa na maneno ya sintofahamu. Ukitembea katika mitandao ya kijamii, utakuta watu wanabishana sana neno la Mungu. Wengine watasikia Kristo sio mtume, wengine watasikia Kristo hajafa, wengine watasikia si mwana wa Mungu, wengine watasikia Kristo si Mungu, wengine watasikia ni nabii wa kawaida. Ngoja nikueleze jambo moja. Wakati mnabishana, Shetani husogea karibu kabisa ili aweze kuwafarakanisha kabisa, na anausogea pale msielewe neno kabisa, jinsi ninavyotuhitaji sisi tuwe. Kwa sababu gani? Shetani anajua mahali pale mbinguni jinsi palivyo, jinsi raha iliyoko pale juu anaielewa vizuri, ikilinganisha na sisi wanadamu hatupaelewi mahala pale. Badala yake tumeandikiwa maandiko kama haya na bado hatutaki kuyaamini. Tunaendelea kuwa wabichi na kuyapinga na kuyaongelea vibaya, tukiwajaji waliokuwepo hapo kwanza, walioandika hizi nyaraka. Ndugu yangu, ungelikuwepo wewe hapo zamani, ungeandika vipi? Na ndugu zako ama kizazi cha baadaye kingesoma namna gani? Hebu tuache hayo mambo, tutafakari neno la Bwana. Hebu tuhubiri watu wengine. Maana Biblia inasema enendeni ulimwenguni mote mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Manake mnapompeleka mtoto shule ya msingi, anakwenda kujifunza, au chekechea, anakwenda kujifunza. Anajifunza kwa nani? Ni kwa mwalimu ambaye na yeye alisoma, alikuwa mdogo na yeye akasoma. Yule mwalimu naye atajitahidi kwa kadri ya uwezo wake, atamwelekeza mtoto, na huyo mtoto atakuja kuwa naye baadaye tofauti kabisa, kwa sababu naye akiwa na akili atakuja kuwaelekeza na wengine. Ndipo hata Yesu akasema, akati anaomba, kama sikosei ni sura ya 17 ile Yohana, katika kitabu cha Yohana sura ya 17, Yesu akati anaomba alisema hivi: Baba, ile saa imefika, mtukuze mwanao, naye mwana akutukuze wewe. Lakini Baba, wale ulionipa sijampoteza hata mmoja, na pia sitaki watoe katika ulimwengu, bali walinde, kwa sababu wao wamesadiki ya kwamba nalitoka kwako. Nami nimewaachia jina langu, ili lolote atakaloomba waombe kwa jina langu. Lakini sio hawa tu, bali wengine wataamini kupitia hawa ambao nimewaacha. Sitaki watoe katika ulimwengu, bali walinde, sababu kuna watu wengine watakuja kuamini kupitia wao. Maana yake watakuja kuelekezwa, watakuja kufundishwa, watakuja kuambiwa, kama hivi neno ambalo limetufikia hata leo. Na sisi tumesikia, tumeambiwa, na sisi tunakwenda mahali tunawahubiri watu habari njema. Tunawaambia kusudi la Kristo Yesu. Kusudi la Yesu ni nini? Yesu anasema tubuni hivi sasa. Tubuni hivi sasa, kwa sababu ufalme wa mbinguni umekaribia. Lakini leo tunakaa debate za kubishana, mara huyu sio vile, huyu sio vile, huyu sio vile. Jamani, mbingu ni ya kwako, jehanamu ni ya kwako. Hakuna aliyefika mbinguni wala jehanamu. Badala yake tumeshushiwa maandiko tuelekezane na si kubishana. Kuna wengine wanasema nataka tupate ufahamu. Hakuna ufahamu hapo, huko ni kubishana. Yesu anasema mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi, mkiwahubiri na kuwafundisha na kuyashika yote, na wakaamini. Bwana Yesu asifiwe. Nimeona nizungumze jambo hili, mwenye sikio na asikie. Maana hata kitabu kile cha Ufunuo kinasema malaika kati anatokea mataifa tofauti tofauti,
makanisa tofauti tofauti, makanisa yale 7. Alikuwa anasema mwenye sikio na asikie, mwenye macho atazame, mwenye ufahamu na afahamu mambo haya ambayo Roho ayaambia makanisa, ayaambia waziwazi. Nami leo niwaambie watumishi wa Mungu wenzangu, tustiki na kuhubiri kweli ya Mungu. Tustiki na kuhubiri watu utakaso ama kuokoka kwao, maana hakuna mtu aingiaye mbinguni kama jina lake halijaandikwa kwenye kitabu cha uzima. Malaika Mikaeli atakayesimama langoni na kitabu atafunua kila jina la mmoja wapo. Kama halipo, wewe uingii. Kwa nini tunabishana? Hebu tusimame kwenye kweli ya Mungu, tuwahubiri na wengine wapate kulielewa. Biblia inasema tuwafundishe watu kweli. Mtu hajaokoka alielewe neno, lakini watu wanasoma kifungu kimoja, basi hicho watabishana kutwa nzima, na si kweli ya Mungu hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nimezungumza kwa ukali kidogo kwa sababu mambo yanayoendelea sio mazuri kabisa. Mungu awabariki. Tafakarini, shikeni njia. Amen. Vipindi mbalimbali, moyo wako kufurahia, burudani na michezo, elimu ya maisha na neno la Mungu linalobadilisha. Magongola FM, sauti ya jamii. Magongola FM, nuru ya wengi. Kutoka asubuhi mpaka jioni, habari njema zafika. Ulikuwa ukisikiza neno la Mungu kutoka hapa Magongola. Hii ni Magongola FM.